huyu ni mzinifu. Amechukua mume wetu, amechukua mume zetu ambao walikuwa wanatuhudumia vizuri, lakini sasa hivi upendo umeugeuza kwa huyu kahaba. Yesu, naomba useme neno. Yesu, naomba muhukumu. Yesu, naomba utamke neno. Lakini Yesu akasema, yoyote asiyekuwa na dhambi, yoyote asiyekuwa na kosa, yoyote ambaye hahukumiwi ndani ya moyo wake, ajaribu kumpiga mawe huyu. Kuna watu kwa sababu sikiliza nikwambie, haleluya, haleluya. Maandiko yanasema hivi, wote tumetenda dhambi na kupungukiwa kabisa. Ni kwa sababu tu dhambi ya huyu mwanamke inaonekana, lakini ndani ya miili yenu na ninyi kuna dhambi ya siri. Kuna dhambi mnaifanya. Mimi leo nakunywa pombe kwa sababu inaonekana mimi nakunywa, lakini unakunywa pombe kisirisiri. Leo mimi nimeonekana nimezini, lakini wewe na jana ulizini, sema utaonekana. Anayejua dhambi zetu ni Mungu. Wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa Yesu ambaye anafuta sema Baba, ni kweli. Haleluya, haleluya. Kwa sababu Yesu ni mtu wa haki kabisa. Alipofika tu kwa hakimu Yesu ndio anahukumu kwa haki. Serikali yako inaweza ikakusurumu, mahakamani wanaweza akakusurumu, watu wanaweza akakusingizia, watu wanaweza akatumia fedha kuhonga serikali au kuhonga polisi wakakufunga. Lakini Yesu alikuja, hakuja amevaa gwanda la polisi. Yesu alikuja amevaa utakatifu. Hakuja kama askari kwamba anakamata mtu na kumpeleka roho kabisa. Yesu alikuja amevaa ukombozi peke yake. Wanamwona kama kahaba, ila Yesu anasema hapana, huyu unamwona sio kahaba. Huyu unamwona ni mtu akinisifu. Unamwona ni mtu akitangaza jina lake. Nianze kubadilika sasa kuanzia hapa. Yesu akasoma mwanamke. Yesu alipokuwa anaongea na wale watu, anawaambia kwamba huyu mwanamke hapana, asiyekuwa na dhambi awe